Basi kabidi mkataba nikautafuta, mkataba haujaonekana. Na yeye kule kwake ameniambia bado mkataba mimi sijeuona. Ikabidi ikafika siku ya kesi, mimi nikaa na kopi, nikaenda na kopi. Bahati nzuri hakimu zile kopi akazikubali. Akasema hii kopi ya manunuzi kama isingekuwepo usingepata kadi ya gari na kubadilishwa kwenye majina yako South Africa. Kwa hiyo mahakama inaikubali hii kopi iende kama original. Nikampa mkataba wa manunuzi, akaniomba kadi original za South Africa, nikampa mheshimiwa. Ile export ile kutoka Interpol nikamkabidhi mheshimiwa. Assassination ilipofika Tunduma, mimi ndio nilimpa agent, nikampa release order, ndio ilitoka kwa jina, ina majina ya mzee kwa sababu yeye nimetumia TIN namba yake. Akaniambia naomba na kadi ya original ya gari iko wapi? Nikamwambia mheshimiwa, kadi ya gari original ya hii gari hii hapa hii. Akaniuliza amekupa wapi lini? Nikamwambia gari amekupa, alinipa mwezi wa 5 2022. Hakunipa tu hii, kanipa na kadi za, kanipa na makaratasi ya gari, na makaratasi ya nyumba 6 hapa Kinondoni, nyumba 2 Tegeta na viwanja. Vitu vyangu alinikabidhi vyote kwa sababu huyu mzee sina matatizo naye, mimi nilikuwa namuamini na kama baba yangu. Sasa hii shida imetokea wapi? Shida kwa sababu mimi na ugomvi na mke wake na mtoto wake. Saa hii analazimisha nitoe talaka na mimi nimekataa. Ndio kwa maana umeona hii shida imekuwa hivyo. Ndio kwa maana ndio shida inapoanzia. Basi akaja na yeye kuongea, alipokuja na yeye akaongea. Sema yeye hana karatasi yoyote aliyoitoa zaidi ya kuongea. Na kuongea kwake alisema kanipa milioni 60 nikamnunulia gari South Africa. Lakini kwenye mkataba gari mimi nimenunua randi 200,000, sio milioni 60, ni milioni 33. Yeye anasema gari nimenunua milioni 60 na ngania, lakini milioni 33 gari randi 200,000 kwa change ya kipindio. Lakini siku ya hukumu mheshimiwa akasema kwa sababu gari linasoma majina ya mzee. Mzee akasema alikupa hela lakini ushahidi hana. Na shahidi wake alikuwa binti yake, lakini ushahidi vile vile hana. Mimi gari namkabidhi mzee, siwezi kupinga TRA ilivyomkabidhi gari. Sina mamlaka hayo. Gari akapewa mzee kwa sababu ya TIN namba. Lakini kabla ya hapo ule mzee, mimi ni mzee wangu, alikuwa anasimamia kazi yangu Kahama, nimefanya naye kazi kwa muda mrefu, kuna watu anajuana nao. Aliopigia simu watu, akawaambia bana Mwarabu tayari shaisha kwa sababu ile hakimu mimi ni Mchaga mwenzangu, nimetoka naye Kibololoni Moshi, yule mimi ni kijana wangu, na mzulumu hizo na nyumba zote. Sijaandika jina lake, nimeandika majina ya watoto na nyumba zote nataka kumzulumu. Taarifa nilipewa. Taarifa zile nikampelekea wakili wangu. Nikamwambia tumbadilishe huyo hakimu. Wakili akasema hakuna, hatuwezi kumbadilisha. Kwa sababu hawezi kumpa huyu mzee gari kwa sababu huyu gari hana karatasi yoyote. Mzee atapewa gari vipi? Kwanza hata bei ya gari haijui, amedanganya. Na hiyo hela aliyosema kapewa, amekupa, hana uthibitisho. Na yeye mwenyewe akasema ushahidi hana. Kwa hiyo atapewa gari vipi? Mimi basi gari akawa amepewa mzee. Siku ya pili mimi nimeenda Tegeta kwa sababu sasa ilinibidi pale nyumbani niondoke kwa sababu mke wangu kuna siku kaamka tu usiku akaanza tu kupiga kelele, nakufa. Kampigia simu babake, kampigia simu mamake, kaita majirani kuja, hakuna tatizo yote, yeye anataka kuongea tu uongo, sijemguza, sijemfanya kitu chochote. Tumekaa kama siku 3 akanimwagia uji. Alipomwagia uji akampigia babake. Babake alipokuja akanikuta mimi ndo na maumivu. Babake akasema mimi hata mkiuana mimi siwezi kujali. Mimi sijali hata mkiuana. Nikamuita na mjumbe anaitwa Rada. Akaja akasema nenda polisi.
Nikaenda nikatoa taarifa polisi. Baada ya hapo mimi nikashauriwa niondoke pale na polisi. Nikaa nimekuja Tegeta huko sehemu nilipojenga. Siku ya pili ule mzee akaja kutegeta, akaja na watu 4. Alivyokuja mimi akaja na watu 4, alafu na mke wangu na watoto wangu. Sema mmekuja gari 2. Wakanikuta niko na mwenyekiti. Basi wakaanza tu kuniletea fujo. Kufika mke wangu tu akaanza kunitukia, anataka nimpige, akaanza kunitukia, akaanza kunipiga, akaanza kuniletea fujo. Babake yuko hapa anaangalia tu na wale jamaa wamekaa kwenye gari tu. Basi akaniletea fujo, baadaye mimi nikaondoka. Naondoka, babake ananiambia njoo kwambie kitu, njoo kwambie. Mimi nikamwambia mzee, mimi siwezi kuja kwako. Wale vijana wakaanza kunifukuza, mimi nikakimbia. Naambia nitakukamata tu, nijui mimi. Ulizia mimi ni nani? Wewe ulizia watu. Mimi ni nani? Nitakukamata tu, nijui mimi. Na wewe mimi lazima usipotoa talaka lazima nitakuua. Yaani kaa kabisa ulijue lazima nitakuua. Kutoka pale mimi nikakimbilia Oysterbay polisi. Nilipoenda Oysterbay nikatoa taarifa. Siku ya pili akaitwa. Alivyoitwa pale akaulizwa mzee pale Oysterbay, akasema mimi nilikuwa namtania. Hapana. Polisi wakambana pale Oysterbay, wakamwambia asikanyage kwenye nyumba zangu na asikanyage kwangu. Na mimi nikipata matatizo wanamjua yeye. Wakamwambia hivyo. Basi kweli ikachukua muda kama wiki 2-3, tena akachukua makapena akaanza kutembea kwenye nyumba zangu zote. Nyumba iuzi ogopa matapeli. Nyumba iuzi ogopa matapeli. Haitosha akaenda kwa wapangaji. Anawaambia wapangaji, yule bwana yule sio mwenye nyumba, mimi ndo mwenye nyumba. Zile nyumba sio zake. Kwa hiyo mimi nachoomba kuanzia sasa hivi kodi msimlipe huyo bwana. Kodi ileteni kwangu. Mpaka sasa hivi wapangaji wanasumbua kutoa kodi, yeye ndio kila siku yupo kwenye hizo nyumba. Sasa mpaka sasa hivi yani la imekuwa mtihani. Sasa wakati nauza hiyo kiwanja, baada ya yule mteja yule kuondoka, basi ikabidi mkataba nikautafuta, mkataba haujaonekana. Na yeye kule kwake ameniambia bado mkataba mimi sijeuona. Ikabidi nikafika siku ya kesi, mimi nikaenda na kopi, nikaenda na kopi. Bahati nzuri hakimu zile kopi akazikubali. Akasema hii kopi ya manunuzi kama isingekuwepo usingepata kadi ya gari na kubadilishwa kwenye majina yako South Africa. Kwa hiyo mahakama inakubali hii kopi iende kama original. Nikampa mkataba wa manunuzi, akaniomba kadi original za South Africa, nikampa mheshimiwa. Ile export ile kutoka Interpol nikamkabidhi mheshimiwa. Assassination ilipofika Tunduma, mimi ndo nilimpa agent, nikampa release order, ndio ilitoka kwa jina, ina majina ya mzee kwa sababu yeye nimetumia TIN namba yake. Akaniambia naomba na kadi ya original ya gari iko wapi? Nikamwambia mheshimiwa, kadi ya gari original ya hii gari hii hapa hii. Akaniuliza amekupa wapi lini? Nikamwambia gari amekupa, alinipa mwezi wa 5 2022. Hakunipa tu hii, kanipa na kadi za, kanipa na makaratasi ya gari, na makaratasi ya nyumba 6 hapa Kinondoni, nyumba 2 Tegeta na viwanja. Vitu vyangu alinikabidhi vyote kwa sababu huyu mzee sina matatizo naye, mimi nilikuwa namuamini na kama baba yangu. Sasa hii shida imetokea wapi? Shida kwa sababu mimi na ugomvi na mke wake na mtoto wake. Sasa hii analazimisha nitoe talaka na mimi nimekataa. Ndio kwa maana umeona hii shida imekuwa hivyo. Ndio kwa maana ndio shida inapoanzia. Basi akaja na yeye kuongea, alipokuja na yeye akaongea. Sema yeye hana karatasi yoyote aliyoitoa zaidi ya kuongea. Na kuongea kwake alisema kanipa milioni 60 nikamnunulia gari South Africa. Lakini kwenye mkataba gari mimi nimenunua randi 200,000, sio milioni 60.
ni milioni 33. Yeye anasema gari imenunua milioni 60 na ngania, lakini ni milioni 33 gari randi 200,000 kwa change ya kipindi hiyo. Lakini siku ya hukumu mheshimiwa akasema kwa sababu gari inasoma majina ya mzee. Mzee akasema alikupa hela lakini ushahidi hana. Na shahidi wake alikuwa binti yake, lakini ushahidi vile vile hana. Mimi gari namkabidhi mzee, siwezi kupinga TRA ilivyomkabidhi gari. Sina mamlaka hayo. Gari akapewa mzee kwa sababu ya TIN number. Lakini kabla ya hapo ule mzee, mimi ni mzee wangu, alikuwa anasimamia kazi yangu Kahama, nimefanya naye kazi kwa muda mrefu, kuna watu anajuana nao, aliwapigia simu watu, akawaambia bana Maarabu tayari shaisha, kwa sababu ile hakimu mimi ni Mchaga mwenzangu, nimetoka naye Kibololoni Moshi, yule mimi ni kijana wangu, na mzulumu hizo na nyumba zote, sijaandika jina lake, nimeandika majina ya watoto, na nyumba zote nataka kumzulumu. Taarifa nilipewa. Taarifa zile nikampelekea wakili wangu. Nikamwambia tumbadilishe huyo hakimu. Wakili akasema hakuna, hatuwezi kumbadilisha. Kwa sababu hawezi kumpa huyu mzee gari, kwa sababu huyu gari hana karatasi yoyote. Mzee atapewa gari vipi? Kwanza hata bei ya gari haijui, amedanganya. Na hiyo hela aliyosema kapewa, amekupa, hana uthibitisho. Na yeye mwenyewe akasema ushahidi hana. Kwa hiyo atapewa gari vipi? Mimi basi gari akawa amepewa mzee. Siku ya pili mimi nikaa nimeenda Tegeta, kwa sababu sasa ilinibidi pale nyumbani niondoke, kwa sababu mke wangu kuna siku kaamka tu usiku, akaanza tu kupiga kelele, nakufa. Kampigia simu babake, kampigia simu mamake, kaita majirani kuja, hakuna tatizo yote, yeye anataka kuongea tu uongo, sijemguza, sijemfanya kitu chochote. Tumekaa kama siku 3, akanimwagia uji. Alipomwagia uji, akampigia babake. Babake alipokuja akanikuta mimi ndo na maumivu. Babake akasema mimi hata mkiuana mimi siwezi kujali. Mimi sijali hata mkiuana. Nikamuita na mjumbe anaitwa Rada. Akaja akasema nenda polisi. Nikaenda nikatoa taarifa polisi. Baada ya hapo mimi nikashauriwa niondoke pale na polisi. Nikaa nimekuja Tegeta huko sehemu nilipojenga. Siku ya pili ule mzee akaja kutegeta, akaja na watu 4. Alipokuja mimi akaja na watu 4, alafu na mke wangu na watoto wangu. Sema mkuja gari 2. Wakanikuta niko na mwenyekiti. Basi wakaanza tu kuniletea fujo. Kufika mke wangu tu akaanza kunitukia, anataka nimpige, akaanza kunitukia, akaanza kunipiga, akaanza kuniletea fujo. Babake yuko hapa anaangalia tu, na wale jamaa wamekaa kwenye gari tu. Basi akaniletea fujo, baadaye mimi nikaondoka. Naondoka, babake ananiambia njoo kuambie kitu, njoo kuambie. Mimi nikaambia mzee, mimi siwezi kuja kwako. Wale vijana wakaanza kunifukuza, mimi nikakimbia. Naambia nitakukamata tu, nijui mimi. Ulizia mimi ni nani? Wewe ulizia watu. Mimi ni nani? Nitakukamata tu, nijui mimi. Na wewe mimi lazima usipotoa talaka lazima nitakuua. Yaani kaa kabisa ulijue lazima nitakuua. Kutoka pale mimi nikakimbilia Oysterbay polisi. Nilipoenda Oysterbay nikatoa taarifa. Siku ya pili akaitwa. Alipoitwa pale akaulizwa mzee pale Oysterbay, akasema mimi nilikuwa namtania. Hapana. Polisi wakambana pale Oysterbay, akamwambia asikanyage kwenye nyumba zangu na asikanyage kwangu, na mimi nikipata matatizo wanamjua yeye. Wakamwambia hivyo. Basi kweli ikachukua muda kama wiki 2-3, tena akachukua makapena akaanza kutembea kwenye nyumba zangu zote. Nyumba iuzi ogopa matapeli. Nyumba iuzi ogopa matapeli. Haitosha, akaenda kwa wapangaji. Anawaambia wapangaji, yule bwana yule sio mwenye nyumba, mimi ndo mwenye nyumba. Zile nyumba sio zake. Kwa hiyo mimi nachoomba kuanzia sasa hivi kodi msimlipe huyo bwana. Kodi ileteni kwangu. Mpaka sasa hivi wapangaji wanasumbua kutoa kodi, yeye ndio kila siku yupo kwenye hizo nyumba.
Sasa